Babylon haikujulikana tu kwa utajiri wake mkubwa, bali ilijulikana zaidi kwa usalama wake wa ajabu sana. Wakati falme nyingine zikiporwa, zikichoma moto na kuangamizwa, Babylon ilisimama imara kwa miaka mingi sana. Swali muhimu ni hili hapa: kwa nini Babylon yenyewe iliweza kusimama? Jibu halikuwa idadi ya wanajeshi wala ukubwa wa silaha, bali ilikuwa ni kuta zake. Kuta nene zilizoimarishwa na zilizojengwa kwa hekima. Hapa Akan anaanza kutufundisha somo kubwa sana la maisha. Utajiri unaopatikana bila ulinzi ni utajiri wa muda mfupi sana. Sura hii haizungumzii historia tu, bali inazungumzia usalama wa maisha ya kifedha ya mwanadamu. Kuta za Babylon zilijengwa mapema sana, kabla hata hatari hazijawa kubwa zaidi. Zilikuwa nene kiasi kwamba magari ya farasi yaliweza kupishana juu yake. Milango ya miji ilikuwa na walinzi mchana na usiku, na kila sehemu ilikuwa imepangwa kwa tahadhari kubwa mno. Maadui walipokuja hawakukuta mji uliochanganyikiwa, walikuta mji uliokuwa tayari. Akan anatumia mfano huu kuonyesha kuwa usalama hauanzi siku ya hatari, bali huanza kabla ya hatari kuonekana. Mji ulio salama haupigi kelele, unajiandaa kimya kimya. Funzo la kwanza ni kwamba utajiri unahitaji ulinzi. Akan anasema wazi, dhahabu bila ulinzi ni kama mji bila kuta. Watu wengi hutumia nguvu zao zote kutafuta pesa, kuongeza kipato na kufundisha biashara na kufungua biashara, lakini wanashindwa kabisa kufikiria jambo moja muhimu: vipi nitalinda ninachopata? Bila ulinzi, pesa hupotea kwa dharura zisizotarajiwa, lakini pia biashara huanguka kwa tukio moja tu. Familia huingia kwenye stress na mihangaiko ya maisha. Utajiri wa kweli si kiasi unachopata, bali ni kiasi unachoweza kulinda na kukidumisha. Sasa Akan anabainisha kuwa utajiri una maadui wengi sana, na wengi wao hawaji kwa kelele. Wanakuja kimya kimya, kama ugonjwa wa ghafla, ajali, kupoteza kazi, biashara kushuka, majukumu ya familia yasiyopangwa. Tatizo si tukio lenyewe, bali ni kutokuwa tayari. Tukio moja linaweza kufuta miaka mingi sana ya juhudi. Ndiyo maana Akan anasisitiza usalama wa kifedha ni lazima na sio hatari. Katika dunia leo, hatujengi kuta za mawe, lakini tunapaswa kujenga kuta za kifedha. Kuta hizi ni akiba ya dharura ya angalau miezi 3 mpaka 6, bima ya afya, maisha, lakini pia kuepuka madeni hatarishi, kuishi chini ya kipato chako, na kuwa na mpango wa muda mrefu. Hizi si dalili za hofu, bali ni ishara ya hekima. Mtu mwenye maandalizi haishi kwa wasiwasi, anaishi kwa amani siku zote za maisha yake. Fikiria mtu mwenye biashara inayokwenda vizuri sana. Mapato yapo, wateja wapo, matumaini yapo, lakini hana akiba, hana bima, na kila senti inayopatikana inatumika. Siku moja anaugua au gari linaharibika, biashara inasimama, mapato yanakatika. Ndani ya wiki chache maisha yanageuka na kuwa tatizo halikuwa kukosa pesa, bali tatizo lilikuwa kukosa kuta za kujilinda. Sura hii inatuachia funzo moja, kwamba usalama ni sehemu ya utajiri. Maandalizi ni kinga. Pesa bila mpango ni hatari. Amani ya akili hutokana na ulinzi. Akan anatukumbusha kwamba mji unaojilinda huishi kwa amani, na mali inayolindwa hukua kwa uhakika. Babylon ilisimama kwa sababu haikupuuza hatari. Ilijua kuwa dunia si salama tena kila wakati, hivyo ikaamua kujiandaa, na maisha ya kifedha ni hivyo hivyo. Swali kuu la kujiuliza leo ni kwamba, je, una kuta zako? Ukikumbwa na dharura, maisha yako yataendelea? Kama jibu ni hapana, basi sura hii haikuja bure kwa ajili yako.
Katika sura ya 8, The Camel Trade of Babylon, tutaona hadithi ya mtu aliyebadilisha tabia zake, akatoka kwenye umaskini na kujijenga upya kupitia nidhamu, subira na maamuzi sahihi. Asante na nashukuru sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuendelee kujifunza kwa pamoja.